14:13. Nataka nione mtu ya Mungu kuvumilia kama 5 minutes tuweze kupokea neno hili. Biblia inasema ya kwamba yote yatapita, mauti itapita, lakini neno la Mungu linaenda kusimama. Na ninapenda hata kama watu wengi wapendi mauti, lakini mauti inakusanya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kila kabila inakusanyika kwa sababu ya mauti. Waliookoka, wale ambao hawajaokoka wanakusanyika kwa sababu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliosoma, wale ambao hawajasoma wanakusanyika kwa sababu ya mauti. So natamani leo hii uokoke mahali hapa kupitia kwa matanga haya. Kama hujaokoka upokee neema hii. Hata wakati tuko njiani, leo ni yeye amelala, kesho ni mimi, kesho ni yule mwingine. So lazima tuanze kuandaa mioyo yetu tukiwa hai. Mtu asiende. Tusome. Ufunuo wa Yohana 14:13 inasema Ndio yao yapatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo Bwana anampa mtumishi wake Yohana kuweza kuyaandika kwa ajili ya mimi na wewe. Asifiwe Yesu. Bwana akawa anamwambia kwamba andike mambo haya kuhusu kifo. Inamaanisha kwamba kifo kipo, kilikuwepo tokea mwanzo na kipo leo hii. Unaweza ukawa mahali hapo ukatoka hapo ukalala. Baba amekuwa akiishi tukimwona, leo amelala kwa sababu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Katika mauti hii inalinganisha na mtu ya kwamba utakufa ukiwa wapi, ya kwamba Yesu ukufe ukiwa katika Bwana, maana matendo yako yatakufuata. Ninapokuwa ninaongea kuhusu matendo, lazima mtu uliye hai uanze kuangalia nawe pia matendo yako, ya kwamba je, nikilala leo hii ni matendo yako yatakayonifuata mimi? Baba ameshalala, ana maamuzi leo hii ya kuanza kuangalia matendo yake, kumwambia Bwana nisamehe hii, Bwana nifuate njia hii. Mtu anaangalia matendo yake akiwa hai. Mtu anaangalia matendo yake akiwa na ufahamu wake. Asifiwe Yesu. Utakapoangalia matendo yako, Biblia inasema ya kwamba atifu ukufe ukiwa na Bwana. Unapokufa ukiwa na Bwana, yule mtu ambaye amekombolewa na Mungu, amekombolewa na Jehova, amepokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ndiye mtu ambaye maandiko yananena juu yake, mtu ambaye ameamua ya kwamba anafuata njia ambayo ni Yesu, na kufuata njia hii unaifuata ukiwa hai, utaifuata ukiwa umelala, hautaifuata ukiwa maiti, unaifuata ukiwa hai. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu matendo ya kwamba utakapolala matendo yako itakufuata. Asifiwe Yesu. Amen. Kama umekuwa mtu wa matusi, ya kwamba matusi yako inafanya nini? Inakufuata, maana ni matendo yako. Haleluya. Amen. Kule nyumbani watu wanasongesha mipaka ya watu. Mtu anapatiwa sehemu yake, anaona ya kwamba yeye ni toshi, anaanza kuisongesha, anataka shamba kubwa. Haleluya. Hayo pia ni matendo ya kwamba siku ikifika, yale matendo yatakufuata. Maana Biblia inasema ya kwamba anayesongesha mpaka amelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So lazima tuanze kuandaa matendo yake, matendo yetu tukiwa hai, ili ya kwamba siku ikifika
tusiwe na hali ya kuhangaika. Maana maandiko yanasema ya kwamba hiyo siku inawaka kama moto, na kila mtu ataitwa kwa jina lake na matendo yake. Haleluya! Kama uliua, ya kwamba hiyo siku ile mtu ambaye uliua anasimama mbele yako, uliniua. Asifiwe Yesu. Wakikuyu semeni amen. Pia nyinyi wanga mnaua. Asifiwe Yesu. Haleluya. Ya kwamba hiyo siku ikifika, yule uliua, yule siku uliua anasimama mbele, anasema wewe uliua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uangalie matendo yako, ni matendo yako yatakayo kupeleka kwa Baba. Haleluya. Wengi wamekatanisha ndoa za watu, wengine wameiba ndoa za watu. Hiyo siku ikifika, utahesabiwa matendo yako. Pale padogo mtaweza kusema ile, maana wengi leo hii wengi wako katika ndoa ambazo si za kwao. Sema tu ile kama utaki. Amen. Haleluya. Yale matendo yatafuata. Biblia inasema ya kwamba wanaofukuzwa wakiwa ndani ya Baba, maana matendo yao yatawafuata. Nataka siku ya leo mpendwa, ambaye Bwana amekuweka mahali hapa, uanze kuandaa matendo yako ili ya kwamba uendelee na njia ya Jehova. Haleluya. Mtu ambaye Bwana anatafuta, mtu ambaye anatenda haki ya Jehova, mtu ambaye anasikia sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana inasema ya kwamba usiibe, usiku na uondoke unaenda kuiba. Hapana, cha mzee wa miaka pia anaweza kusema ya kutolewa mahindi. Asifiwe Yesu. Amen. Hiyo siku ikifika, hayo matendo itakufuata. Kila mtu atahukumiwa na matendo yake. Kwa watu wa Mungu leo hii, tuanze kuandaa mioyo yetu ili siku ikifika tusianze kusema hatukuambiwa. Yesu anasema kwamba sikuambiwa tokeni mbele yako. Maana tulienenda kwa matendo, maana hawakusikia. Haleluya. Hii nguo yako itaenda kwa vumbi, sitasikia. Hivi nimeonekana, hivi mambo haya tena sisikii. Siku ikifika utahukumiwa kwa matendo yako. Maana Mungu haangalii dini ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Hata sema wewe Pentekoste utaenda mbinguni, wewe Katoliki utaenda mbinguni. Wakatoliki wakapa sema mbele. Haleluya. Hawataangalia kwa hiyo, hawataangalia wewe ni Muislamu, wataangalia matendo ya mtu. Maana kila jina la mtu litaweza kuandikwa, na hiyo siku ikifika itaitwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unatembea na mizo watu, hiyo siku utaitwa. Wewe kipindi hao wote ambao walikuwa wanatembea nyuma yako wamekufuata. Haleluya. Kama ulikuwa unatembea na mara za watu, hiyo siku ikifika utahukumiwa na matendo yako. Hapo wazee wanasema gani? Bwana mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ninaongea kuhusu matendo. Yakobo, angalia matendo yako ukiwa hai. Ukisha kufa, hakuna nafasi ya toba. Hakuna nafasi ya kwenda kumwambia Mungu nisamehe, sikujua nikitenda hili. Hapana. Matendo yako yakiweza kuwa hai. So ninaona hiyo matendo ya mama. Tuone watu watakao na watatu, watakaotengeneza njia zao, watakaofuata Mungu, watakaosema mimi kuanzia leo kupitia kwa matendo haya mimi nataka niokoke, nitengeneze mambo ya nyumba yako. Amesikia ili ya kwamba siku ikifika nione ufalme wa mbinguni. Haleluya. Nikukumbushe tena, kuna mbingu, kuna jehanamu. Ni wewe mwenyewe kuokoa. Acha uwe Mungu. Kwa Mungu siku ikifika, yale matendo uliyofanya yatakuwakilisha kama ni kwa Mungu, kama ni kwa moja. Ujosimame. Amen. Unaposimama, simama mtii, sote simama. Nataka wewe Muislamu simama tu mahali ulipo, tuombe ili kwa Mungu atende mema. Hapa kuna dini, hapa ni Mungu anatoka
mwisho ya kumsikiliza mama yetu. Baba, katika jina la Yesu Mungu wa milele, nisema asante kwa ajili ya neno ambalo umetupa ili ya kwamba tuweze kuandaa matendo yetu. Nimeshawapa watoto wako Jehova, nimesalia nafasi yao ya kuanza kuangalia ndani ya mioyo yao, kuanza kuangalia ndani ya maisha yao. Maana wengi wanateseka leo ni kwa sababu ya matendo walioyatenda, lakini kupitia kwa neno lako Jehova, ninaomba ya kwamba badilisha mioyo yao ili ya kwamba waweze kukufuata wewe, wakaitii sauti yako, waifuate sauti yako, ili Bwana wasipotee. Maana neno lako linabadilisha, neno lako linakomboa. Ninaomba masaa haya ili neno litakomboa maisha yao, ili neno litaponya maisha yao, ili neno litaweze kuwaokoa, iwe dhambi ya kifamilia, iwe laana, iwe mapepo, yawe majini ndani mwao. Nami nikataa yote, ninaing'oa iweze kuondoka katika jina la Yesu. Ila falme zote za shetani, falme zote za mapepo na majini siweze kuachilia, siweze kuachilia, ili ya kwamba neema ya Bwana ikashuke juu yao, ikaweze kuwasaidia kuanzia maisha haya na hata kuendelea. Kwa Yesu ninaomba na kuamini. Asante Bwana Yesu. Wewe piga Bwana Yesu makofi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hatutachukua nafasi nyingine, tunasaidia ili ya kwamba Bwana atende mema ambayo tutafika nayo kule nyuma. So nitaomba familia watasimama hapa mbele, familia wote wasimama hapa tuombe tunapokuwa tukiondoka. Familia, kanisa simameni tu, tuone hapa. Wanakwaya tutakuwa tunajiandaa. Familia kama ipo, wasome hapa tuombe nao. Maana tutaondoka na mwili kabla na kujaona familia hapa. Kutini kwema kuliko kutoa dhabihu. Na pia wale ambao watatusaidia kubeba mwili wakisonga hapa tuombe nao. Wale watakao tusaidia kubeba mwili. Kama uko nje na wewe ni mwanafamilia, uko nje wewe ni mwanafamilia mwenye mama ameacha, uko nje wewe ni mwenye familia, wakuwe ni watoto, wakuwe ni vijana, wakuwe ni marafiki, tunaomba wote mkaribie mahali hapa wakati wanaingia kwenye maombi ya kuombea wanafamilia. Kama uko nje ndio hii familia, Bwana wafunge neema, wafunge upako, wafunge ushindi, ili Bwana Yesu wawe na nguvu ya kustahimili yote watakapoondoka mahali hapa. Tukienda kupeleka mama, Bwana Yesu watangulie, watie nguvu, watie mamlaka, waondolee kila maovu, waondolee kila manunguniko, uwape umoja, uwape ushindi, uwape neema. Malaika wa Bwana watangulie tokea masaa haya tunapoondoka na mwili huu. Bwana kuwa nasi, watakao tusaidia kubeba, kuwa nao, ukawalinde, uwafunike na wingu lako na damu yako, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Asante. So huu ndio utakuwa mpangilio. Watumishi wa Mungu watasimama pale kwenye lango, wanakwaya